Yo, mambo ni vipi shabiki zangu wa G5 Beats? Ni siku nyingine tena tunaendelea na sehemu ya pili ya movie yetu ya Friday at 8. Katika sehemu ya kwanza tumeishia ambapo Amara anamwambia rafiki yake Mide kuwa anatoka na brother yake. Sasa tusonge tujue nini kiliendelea. Je, Mide atalichukuliaje hilo swala? Cha muhimu ni kubonyeza alama ya subscribe inaonekana mbele ya skrini yako ili wa kwanza kufikiwa na movie zetu kila zinapotoka. Nipende kukukaribisha kwenye recap yetu hadi mwisho. Alikuja dukani kununua vitabu na sikujua kwa sababu kuwahi kunionyesha, ila nahisi alinifahamu. Kiufupi alimaanisha kwa sasa yeye na Junior ni wapenzi. Asere kitu ilimpiga Mide kinoma usoni. Ni kama kukubali kuwaona wakideti. Imefika asubuhi, Mide huwa ana taratibu ya kumwandalia Amara kahawa. Ila leo amenuna. Nadhani ni baada ya kujua kuwa anatoka kimapenzi na kaka yake. Amara anamuuliza kama kahawa tayari, lakini Mide amekaa kimya, hataki kumjibu. Sasa leo ni Ijumaa, kama kawaida saa 2 wanakutana date. Hapa Amara anamwaga Mide kuwa anaenda, ila Mide alibadilika kinoma. Hataki Amara aende, hataki ya date na kaka yake. Hapo anamwambia ampigie simu Junior na asitishe mawasiliano. Amara akubali, anamuuliza rafiki yake sababu ni nini hadi akatae. Sababu huwezi kudate na kakaangu. Wakati wanaongea mlango ukagongwa. Amara anataka kwenda kufungua, Mide anamkazia. Yeye anataka waachane, anasema Junior ni familia yake, hivyo asivuke mipaka. Ila Amara akaenda kufungua mlango. Hapa Junior ameingia, wanasalimiana, anampa Amara zawadi alizomletea. Pia anamwambia wanaweza kutoka. Basi wanatoka, wanamwaga Mide, lakini bidada ni amemind kinoma. Hapa wako date. Ila Amara hana raha kabisa. Anamwambia Junior anataka kumwambia kitu, ila mchizi anamkatiza. Anaanza kumwambia Amara kwa jinsi anavyompenda. Toka wakutane, anatamani kuwa naye kila muda. Anamwambia jinsi alivyo mzuri. Anatamani kutumia muda wake akiwa na yeye. Mwisho mchizi akamwambia bidada anampenda bana. Naye kwa kuwa Amara alikuwa anamuelewa mchizi, haikuwa ngumu kutia saini. Rasmi wamekuwa wapenzi. Ila wakati wanaendelea na maongezi, Mide anamtumia Amara message. Anamwambia kwa leo amemsamehe na iwe date ya mwisho kama anataka waendelee kuwa sawa. Ile kitu inamkata Amara kinoma, ila anapotezea. Wakaendelea kufurahi. Huku kwa Mide yuko kwa mpenzi wake. Jamaa anamsemesha lakini bibia yupo hapo kiakili kabisa. Tami ndio kumshtua, anamuuliza tatizo ni nini. Mide ndio kushtuka, anapotezewa, anaendelea kuangalia nguo za harusi. Mide anajisahau, anaendelea kumtumia message Amara. Mara anajisahau, anajikuta ametukana. Bwana yake ndio kushtuka, anamwambia kwa nini anatumia lugha mbovu hivyo. Utajisiaje best friend wako akideti na dada yako? Mbona poa tu. Poa? Uelewi? Tami ndo anakuja kujua kumbe Mide anamuongelea Amara na Junior. Hataki kabisa kuona kwenye mahusiano. Mwisho akaamua kuondoka. Huku Junior akamrudisha Amara home. Hapa wanaagana, mchizi anataka kupata chochote kitu. Mide anawakatiza. Amara anamuuliza Mide alijua kuwa atakuwa kwa Tami muda huu, lakini Mide anamwambia aliahirisha. Mwisho Junior akaaga kuondoka. Kile kitendo Amara hakupenda kabisa. Basi bana, mapenzi yakakolea. Wana spend time pamoja wakiwa home simu za kutosha. In short mapenzi yalikuwa yanamwagikia. Idei wapo home wana enjoy time, kuna mtu anagonga mlango. Wanaamua kupotezea ila anagonga tu. Amara anamuuliza Junior kama alitegemea mgeni siku hiyo, lakini jamaa anakataa. Baada ya mlango kuendelea kugongwa, ikabidi Junior aende kufungua. Kumbe ni Mide bana, bidada analia. Wanamuuliza shida ni nini, yani anaendelea kulia tu. Hapa ameletewa maji, ndio anasema kuwa anaogopa kuwa ndoa itakanseliwa. Ila Junior anamtuliza bidada, anamwambia asijali, nataki kuogopa kwa kuwa ndoa iko pale pale. Hapa wako room. Junior anamwambia Amara kuwa Mide ana tatizo la ataki tangu akiwa mtoto mdogo, ila kwa sasa yuko poa. Ila Amara yuko sawa, anajua hiyo ni michezo tu ya Mide. Huku sebreni Mide hajatulia, anazunguka tu. Akaenda kumgongea kaka yake huku analia. Kumbe ilikuwa ni michezo bana. Hapa anasingizia kaota ndoto mbaya. Sasa Mide ni anafanya yoyote ili wakose amani, anawaribia stare zao. Hapa anajiliza tu, bro yake anamtuliza. Amara ni aliumia mno, akasepa room. Hapa Mide anasingizia ametokewa na marehemu mama yake ndotoni. Anamuonya Junior kuhusu mwanamke aliyenaye awe makini, ila Junior anamtuliza mdogo wake. Anamwambia Amara ni mtu mzuri. Mwisho mchizi akarudi room kwa Amara. Mide ni alimind kinoma. Anaona plani zake leo zimegoma. Siku kwa Junior pamewaka kinoma. Amara amekuta kifuniko cha asali chumbani kwa Junior. Hapa anawaka kinoma. Anahisi ni mwanamke alikuwemo ndani. Lakini Junior anajitetea, toka arudi hakuna mwanamke amewahi kuingia chumbani kwake. Lakini Amara anafoka tu, hataki kumwamini mchizi. Ila Junior anasema ajui. Ikabidi jioni Junior aende tena kwa bidada kuomba radhi. Pia anamwambia anahisi kuna mtu anawafanyia michezo. Basi bidada akamuelewa, wakawa poa.
Kumbe ile michezo Mide ndo alikuwa anawafanyia bana. Anataka aone kila siku wapo kwenye amani. Sasa hapa Mide yupo na jamaa wanapanga mipango mingine. Isiku Junior yupo na simu ya Amara. Hapa Amara amekuja. Junior anamuuliza, ina maana sikutoshi au ni nini ambacho unataka upati? Amara kuchukua simu anakuta katumiwa picha mbaya. Bidada ni alipaniki kinoma. Hajui zile picha zimetokea wapi wala zimefikaje kwenye simu yake. Aliomba misamaha mingi kinoma, Mixer kujitetea. Mwisho mchizi akamwambia afute na wakayamaliza. Siku nyingine tena Mide akatuma wadada wamharibie Junior kwa Amara. Hapa wanamuita wanamkumbushia show za jana usiku. Junior anawakana hawajui lakini wanamkazia. Amara ni alikasirika kinoma akaondoka. Huku Mide ni anafurahi tu anapoona wanagombana kila siku. Hatujui nyuma ya pazia nini kinaendelea hadi Mide apendi rafiki yake na kaka yake. Hebu tuzidi kusonga, tutaelewa huko mbele. Huku Amara yupo anaangalia picha tu za mchizi analia. Ni amemiss kinoma. Huku kwa Junior hadi ni ile ile. Anamiss Amara, anasahau hadi kazi anazofanya. Mchizi anatamani kumpigia ila anakumbuka wana ugomvi, basi anaacha. Huku kwa Amara Mide kamfata. Hapa anampa pole za kinafiki. Amara anasema amini kama Junior anaweza kumfanyia hivyo. Mide anampa tu pole. Anamwambia yule ni mwanaume, ana mwanamke mzuri kama wewe, lakini bado anakufanyia mambo ya ajabu. Hapo Amara ndo kushtuka. Anamuuliza amejuaje. Mide anasingizia kwamba aliambiwa na Junior. Ila Amara akajua kwa ile michezo anayeifanya ni Mide. Mwisho Mide alimripua Amara kinoma. Anamwambia hataki kumuona na kaka yake kwa sababu sio level zake. Amara ni anamlaumu Mide kinoma kwa alichokifanya, lakini Mide anakazia amani itarudi atakapomwacha kaka yake. Nilijua tu ndio maana nilimficha miaka yote hiyo. Nilijua ukimuona utamtega ili aje akupende. Amara hicho kitu kilimkata kinoma. Huku kwa Junior yupo anajipoza na piano. Ni baada ya kumkosa Amara. Ghafla Amara anatokea. Chizi akamsogelea bidada na mweleza alivyomisi. Pia anasisitiza kuwa na kosa lolote, kuanzia wale wadada hadi nguo ya ndani iliyokutwa chumbani. Amara akamkatiza Junior, akamwambia anajua sio yeye na hayo makosa yote kayafanya Mide. Ghafla Mide anatokea anawaka kinoma. Ana mind Amara anafanya nini kwa kaka yake. Anasisitiza waachane. Junior anamwambia mdogo wake Amara ni best friend wake, ila Mide anakazia anamjua Amara kuliko yeye anavyomjua. Mwisho Junior akamwakia mdogo wake amwambia anachokijua kuhusu Amara. Kwani ushamuuliza alipatia wapi pesa za kuanzisha lile duka? Mide ndo anasema Amara amekuwa mcheza klabu kwa miaka 3. Pia amekuwa kirana na wababa ndipo akapata hizo pesa. Na ndio sababu hataki mtu wa hivyo oleo na kaka yake. Ndo tunarudishwa nyuma wakati movie inaanza. Wakati wanashangilia kuhusu kazi mpya. Sasa hatukujua ni kazi gani, ila huku ndio walikuja. Hapa bosi kaja anawafanyia usaidi, kila mtu anapita na kitupa tu mbele ya bosi. Ikafika zamu ya Amara naye akakitupa pia mbele ya bosi. Basi wakaanza kazi ya kukatika, wanatupiwa pesa. Tunarudisha huku kwa Amara, anamwambia Mide asimhukumu kwa kazi ambayo walifanya wote. Ulifanya na nani? Mimi nilikuwa nacheza tu. Sikuwa nikilala na wanaume kama wewe. Hapa ndo tunarudishwa nyuma wakiwa kwenye klabu. Hapa Mide alikuwa anamuuliza rafiki yake alipokuwa. Pia anamuuliza kwa nini lipstick yake imefutika. Ila Amara anasema hakuwa akifanya kitu. Hapa wamerudi, wanapiga hesabu. Mide anasema anadhani wamepata 300,000, lakini Amara anasema ipo 600,000 wakijumlisha na tip. Tipu ni pesa anayopewa mtu kama asante kwa huduma anayotoa. Hapa Mide ni anashangaa tu. Imekuwaje tipu ifike 300,000? Amara ni anaomba tu misamaha kwa Junior kisha akasepa. Ila Junior anamwambia Mide yeye hajali kuhusu past ya Amara, kisha akamfuata. Hapa anamwambia kwa nini hakuwahi kumwambia kuhusu past yake. Ila Amara anakazia tu kuwa alikuwa anacheza na hakuwahi kulala na mwanaume yoyote. Junior anasema alidhani ile story Amara aliomba akiwa kule date na kampa title ya Little Piece of Heaven ilikuwa kufikirika, kumbe ni ya kweli. Kwa baada ya Amara kuishi maisha mabaya huko nyuma, akaamua kubadilika na sasa akapata Piece of Heaven. Basi wakaelewana, hapa wanahagi. Mide kaja kwa mpenzi wake ila ni anafoka kinoma. Hii ni baada ya Junior kutokumuelewa. Anatulizwa lakini elewi. Anakazia Amara alikuwa ni malaya, hivyo amfai kaka yake. Ila Tami anasema Amara ni rafiki yake na hayo mambo ilikuwa ni zamani tu. Mwisho Tami alimlaumu Mide yupo bize kuharibu mahusiano ya watu, huku ya kwake anasahau hajapokea simu zake toka asubuhi na wala ajali. Tami ni alimaindi kinoma kisha akasepa kulala. Junior na Amara mapenzi yamerudi upya. Wanazidi kufurahia kila siku. Leo ni siku ya kuzaliwa Amara. Mide na mpenzi wake wamekuja, lakini Mide yuko bize na simu muda wote. Hapa Junior anamuishi mpenzi wake maneno matamu, anamtakia siku njema ya kuzaliwa. Hapa wanapiga cheers kwa pamoja, lakini Mide ndio kwanza ajali.
Ikabidi Junior amvute pembeni Mide waongee. Tami anamuishi Amara happy birthday, pia anamuomba radhi kwa tabia ya Mide, ila Amara anamwambia asijali. Pia anamwambia ni mwanaume mzuri kwa kuwa amekubali pasti ya Mide na kuishi naye. Pia anatamani Mide angeelewa upande wake na kaka yake. Tami ndo kushangaa pasti ipi. Amara anasema ni kuhusu kazi yao ya zamani ya kucheza klabu. Hapa Mide amerudi anafoka kinoma. Ajui kama Tami kajua pasti yake aliyomficha. Hapa kufika Tami alimind kinoma. Mide ni anajitetea tu. Hakuona ulazima wa kusema kwa sababu walikuwa wadogo. Mbona kwa Amara umetumia kama fimbo utadhani wewe ni mwenye haki sana. Aisee, Tami ni aliwaka kinoma, mwisho akasepa. Mide ni alilia tu kinoma na mkibiria mchizi. Siku Mide kaja kujipima shera, anapewa taarifa kwamba Tami amekanseli ndoa. Ase Mide steam zilikata kinoma, akasepa amini. Mide ni alilia kinoma, anapiga simu za Tami lakini haziokotwi. Huku Amara na Junior mambo safi, wanaenjoy mapenzi. Huku Mide ikabidi aje kuomba radhi. Hapa anaomba msamaha. Anasema hakutaka kaka yake aoe mtu alikuwa kirana na wanaume, lakini Amara akamkatiza, hakuwahi kulala na mtu yoyote. Vipi yule mgeni aliyekuja? Mide, nilikwambia ilikuwa mpelelezi. Ananiuliza maswali kuhusu ile klabu. Kwani ujiulize kwa nini ile klabu ilifungwa baada ya sisi kuondoka? Ase Mide ni analia tu, anaomba msamaha kwamba hakujua. Amara akakubali na wote wakayamaliza. Siku Amara amekuja shop kwake, anamkuta Junior akamfanyia surprise. Hapa wanafurahi. Junior anamwambia, mwaka mmoja uliopita niliingia duka hili kununua kitabu na kahawa. Nikamuona Malaika, nikamuomba date Ijumaa saa 2 usiku. Nakupenda toka ndani ya moyo wangu. Nataka kumaliza siku zangu na wewe. Sasa tumerudi tena baada ya mwaka mmoja, Ijumaa karibu na saa 2 usiku. Sasa nina swali kwako. Ase mchizi anataka kuoa bana. Amara ni alifurahi kinoma, akatia saini. Hiyo ni kumaanisha mchizi Suni atamuoa Amara. Mide naye amekuja ni anafurahia tu kwa Amara kukubali kuvishwa pete. Tami naye akaja akawapongeza, akatumia nafasi hiyo kuongea na Mide, naye akaomba date upya, kumaanisha wamerudiana, wote wakakumbatiana. Naam, na huo ndo unakuwa mwisho movie yetu ya Friday at 8. Naambia umejifunza nini kwenye comment. Pia nakukumbusha usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili uwe kwanza kufikiwa na movie zetu kila zinapotoka. Pia usisahau kulike na kucomment. Mimi ni storyteller wako G5 Beats. Till next time. Bye bye.